Mimi ni wa Ubwila Mwila Dalton, niko msemaji wa wazalendo mu province ya Sud Kivu. Tuko kwenye mashamba ya mapigano kwa sasa, Makobola huku tunakopatikana. Hali hiko namna gani? Kama vile ulisema, kwenye mapambano ni mapambano, tunaendelea kupigana, tunaendelea na maoperation. Operation kwa sasa zinaegemea mumbilima vya Katongo na Kigongo. Ndio kwenye sasa hivi tunafanya exchange de tir. Nawaza mlifika hapa mpaka saa hii asubuhi mnasikia mabomu. Na nguvu mnaona ziko namna gani tangu mmetoka Uvira na kufikia maeneo haya? Adui baada ya sisi kutoka Uvira fro ilikuwa Luvungi, Kamanyola ndio kwenye kulikuwa mapambano. Fro kidogo ikakia kusimama Mutalure, lakini adui aliingia Uvira, akukuta resistance Uvira. Resistance ilikuwa kule upembeni. Na wakati tulitoka Uvira sisi tulikuja kusimama hapa Makobola. Adui akaingia hapa Makobola, tukasimama nyuma kidogo. Lakini hapa kwenye mnaniona hapa Makobola, tulifika hapa tulimfukuza adui hapa. Hii Makobola ya kwanza na Makobola ya pili tumemfukuza adui. Kwa kusema nguvu za adui hana nguvu kabisa. Adui hana nguvu kwa sababu angekuwa iko na nguvu atungemtoa hapa. Sababu ukiangalia ile milima yote, hii milima ya Kasekezi, milima yote ya Munene, hii milima yote ilikuwa ukipena adui. Adui alikuwa alishanyang'anya hii milima yote. Na hii mingine milima yote yenye huko naona juu ya Makobola, hii milima yote adui alikuwa alishaikamata. Lakini kwa sababu tulijikaza na tulikuwa determine, tumemtoa mwa hii milima yote na tumemtoa mwa hii mingine yote, Kasekezi na hii Bangwe yote na Makobola ya kwanza ya pili tumemtoa. Basi hali ndio hivyo. Ni kusema adui tumemuangamiza, na mpaka sasa hivi tunaendelea kukamata watu wake na wengine wako wanakuja kujirandre. Na pia miji kama vile Goma, Bukavu iliponyanganywa, hapa kuwepo na resistance kama hii. Kwa nini Kamanyola, Luvungi hadi Uvira kukamatwa, mnataka kuweka kibambazi tena? Ni kusema unaona vita ina vipengele ya kwake. Vita kuna wakati mnapigana vita inaomba reorganization. Na kuna wakati amuyapigana vita mnafanya kitu kenye banaita planification. Na ile mambo yote ina vipengele na ina maetape ya kwake. Na wakati walikuja kuingia Bukavu ni wakati ingine, na Kamanyola ni wakati ingine, na Uvira ni ingine wakati, na hapa Makobola ni ingine wakati. Ni kusema wakati tuko saa hii tunakamata elaya mpya, tunakamata strategies zingine za vita kuliko zile zenye zitumikishwa Bukavu. Unajua kama ukikumbuka Bukavu hakukupigana vita. Adui alitoka Kavumu mpaka gisi aliingia Bukavu bila resistance yoyote. Na adui alitoka Bukavu mpaka gisi aliingia Kamanyola bila kupigana. Ni kusema hapa sasa nakuta kibambazi, ni kusema kuko mabadiliko fulani ya kivita ambayo iko na inaonekana na wewe pekee unaona macho yako. Naam. Ila pia kuna taarifa kwamba kuna baadhi ya wazalendo vijana kutoka Fizi ambao wanabebwa Lumangabo huko. Hizi taarifa zikoje? Kuna wanasiasa wowote ambao wanakuwa wanachochea hilo ili mpate kujiunga kwa adui? Unajua adui kwanza hana rangi, hiyo ni lazima tujue. Na lakini pia ni kusema ndani ya M23 bar RDF kuko pia wale wenyewe tunaita masipletif, ndio wale wakongomani wenyewe kule ndani. Ni zile kokie vide. Kuna wakongomani ambao wanatumika na adui. Na wakongomani ambao wanatumika na adui ni sheti na wao nao wafanye kazi. Lakini kusema munivo yetu sisi kama vile wazalendo au sisi kama vile viongozi, sisi ni vibambazi kabisa. Hamna mtu mwenye anaweza leta pua yake au mdomo wake asema kuja kuniona mimi Dalton nitumike na adui, au anakia kuona mheshimiwa Kordo provinciale wa wazalendo Sud Kivu mzee William Amuri ya Kutumba mwambia kwamba atumike na adui. Ni mambo ambayo haiwezekani, lakini ni lazima wafanye kazi yao. Na kama watafanya kazi yao, na ni lazima na sisi pia tufanye kazi yetu. Ila kenye kiko pale ni kusema kenye kinahitajika hapa sana ni uzalendo. Ile yenyewe tunaita patriotism. Ndio yenyewe inahitajika zaidi sana. Sababu napenda nikwambie hii vita haiko vita ya Rais Kisekedi.
ni vita ya nchi yetu. Vita inakuja kuvamia nchi, haikukuja kuvamia Rais Tshisekedi. Na kama ni nchi ndio inavamiwa, ni lazima wananchi wote wahusike. Zamani mlipigana na mikuki, unakuta wazalendo zamani mkiitwa Majimaji 10, silaha moja, ila kwa leo mna silaha. Imekuwaje kunyanganywa Uvira? Na kama vile nilikwambia, vita ya wakati wa kwanza tulikuwa tunapigana na mkuki, ni hakika, ni kweli. Tulikuwa tunapigana na mkuki, tulikuwa tunapigana na mpanga. Lakini ilikuwa vita nyingine. Na waza unajua mwa hiyo wakati ya kukua drone, akukua troisième dimension kama tuko tunapigana sasa hivi. Hii wakati tuko tunapigana na dimension zingine. Tunapigana première dimension, tunapigana deuxième dimension na tunapigana na troisième dimension. Lakini unaweza kuta hiyo wakati wa AFDL kulikuwa vita aina hii moja ya vita. Kulikuwa vita tu ya chini ya kawaida tu. Infantry tu peke yake inafanya kazi. Unakuja kukuta wakati wa RCD ilikuwa infantry na kidogo ya troisième dimension, mais si sana. Lakini kama utakuta leo tunapigana vita ya aina zote. Aina zote tunapigana. Na utakuta hapo awali gari ya media haikukuu sana. Lakini saa hii media inafanya kazi sana, nyingine vita. Saa hii troisième dimension, c'est-à-dire aviation, nayo inafanya kazi yake. Ni tofauti ya vita. Vita ambavyo tulipigana zamani na vita vya sasa ni vita ambavyo viko tofauti. Kwa sasa ni teknolojia. Na vipi mara tunapata taarifa zile kwamba mnateseka kwa njaa, mnakosa chakula, mnakosa munition, wakati kuna zile taarifa za ushirikiano wenu na jeshi la taifa FARDC? Wakiwaambia ya kwamba sisi tunateseka na njaa, wanadanganya. Askari tunakula vizuri, wazalendo wote wanakula vizuri, tuko pamoja na FARDC. Sababu nilikuambia ni aferi ya nchi, na kama ni aferi ya nchi haiko aferi ya FARDC. Nchi haiko nchi ya FARDC peke yao, wala nchi haiko nchi ya serikali. Nchi ni ya Wakongomani. Na wakati mnatukuta sisi tuko si wote ndani ya mafro, tunakolabore vizuri, na kama FARDC anakula na sisi tunakula. Akilala na njaa na sisi tunalala njaa. Ni kusema tunakula na tunashiba, risasi tunaipata kama kawaida. Na ndio maana kama unakuta hapa kuko kibambazi, kama huyu adui tumemfukuza huku, kumtoa kule kwenye tulimtosha mpaka kumfikisha ngambo za Katongo, haikukuwa jambo la kawaida. Ni kusema minisho tuko nayo. Na ndio maana kibambazi iko na haiko fasili kabisa adui kuingia mu territory ya Fizi. Malengo yenu ni nini? Malengo yetu ni kuendelea, malengo yetu ni kugomboa mji wa Uvira, malengo yetu ni kuingia Bukavu, malengo yetu ni kugomboa maeneo zote ambazo zinavamiwa. Sababu nchi yetu ndio inavamiwa. Mtawezaje wakati mlikuwa Uvira na mkatoka? Ni hivyo ilikuwa Uvira kulikuwa shida mbalimbali, na Uvira pia sitakosa kukuambia kwamba kulikuwa wazalendo na pia kulikuwa wazalendo feki. Na wale wazalendo feki walikuja walisumbua sana. Lakini kwa sasa tumejikuta wazalendo halisi ndio wamekuwa hapa. Nani? Siko hapa kwa sababu ya kusema watu fulani na watu fulani, lakini nitakwambia ya kwamba kulikuwa vurugu sana Uvira zenyewe zingelipelekea vita isipiganwe kabisa. Lakini kwa sasa wakati tuko kimoja, hapa kazi ipo. Ndio. Nimerejea hili swali la kusema kwamba kuna wanasiasa ambao wanawakokota kuwabeba Lumangabo. Kubeba sisi Lumangabo, kwanza sisi nitakwambia ya kwamba siasa inaweza kuja inaweza inafanya kazi yao. Lakini acha nikwambie kitu kimoja. Kuna ndugu yetu mmoja mwenye anaitwa Asambwa Hussein. Asambwa Hussein ni ndugu yetu normalement, ni Mkongomani. Tayari ni Mubembe. Anaendelea kufanya sensibilisation na anaendelea kuambia watu ya kwamba wazalendo hawataweza kitu. Lakini Asambwa Hussein ana sababu ya kwamba mbele alitukana Kagame. Anatukana Kagame jana na leo anakuwa rafiki wa Kagame. Kitu cha kwanza ninaweza kuambia ndugu yetu Asambwa Hussein kupitia nyinyi media ya kwamba Asambwa Hussein anacheza na kisu, na Asambwa Hussein hayamjua Kagame vizuri. Wakati alimtukana Kagame, hizo audio na zile video ziko. Na ni shida ambayo Asambwa Hussein ataipata kesho. Simutakie mabaya, lakini siasa sio hivyo ambavyo Asambwa Hussein anapenda kusema. Na
ni mmoja wapo ambao wako na dekuraje wazalendo, lakini mimi nawaza upande wangu na upande wa wazalendo ndani ya Sud Kivu hakuna mtu mwenye anaweza akatudekuraje tusifanye kazi. Siasa yao watafanya siasa yao, lakini wanafanya ile siasa si kwa faida ya Wakongomani, ni kwa faida ya Rwanda. Mtu anaweza kapate kazi, anaweza kampatie kazi kidogo, lakini ni faida ya Rwanda njoo hii movement, njoo hii agression iko. Na sisi tunasimama, tunajua ya kwamba hakuna kitu ambacho kitatutikisa hapa. Tutapigana vita ya aina yoyote ili tuhakikishe maeneo ambayo iko ukipe tunaiomboa. Mbali ya Sambwa Hussein, hamna wanasiasa wengine wenye majina makubwa kwenye ngazi za juu waliokuwa katika serikali walihomo ambao pia wanawatibua mioyo msiendelee na huduma? Unajua nani Joseph Kabila? Unajua Joseph Kabila, movement hii ni movement Joseph Kabila. Joseph Kabila njoo mwenyewe anaongoza hii vita. Kama ulisikia MUAFC amuna president, ni kusema president ni Rais Kabila. Ule Corneille Nangaa ni Cordo haiko ndio president wa chama. Cordo ana coordonne mambo ya operation au ana coordonne mambo ya siasa, lakini mwenye siasa yake ni Joseph Kabila. Ni kusema Joseph Kabila na bande yake yote. Uliwahi kuona watu wa PPRD wanagombea mui manda yenye ilipita au kuona wanagombea? Ni kusema ya kwamba bande yote ya Joseph Kabila wote walimuunga mkono na wakasema ya kwamba wamwangusha Rais Tshisekedi. Lakini wamesahau ya kwamba Wakongomani wamesimama na wanasema vita si ya Rais Tshisekedi. Kwa sababu ingelikuwa vita ya Rais Tshisekedi, wangesubiri amalize manda zake mbili. Kama angemaliza manda zake mbili, sasa nao wanagombea. Ni demokrasia. Hakuna mtu angekatazwa. Ni kusema Joseph Kabila na bande yake yote wote wanahusika na haya mambo. Na njoo wenyewe wanaendelea kudekuraje Wakongomani, na njoo wenyewe wanaendelea kuchochea, na njoo wenyewe wanaendelea kuhamasisha wazalendo kusema wawafuate kwenye wako ili waendelee na mambo yao ya aventure. Lakini tunawaza kama ile haitawezekana. Na kuambia Joseph Kabila, unajua watu wa Joseph Kabila ni watu fulani na watu fulani. Sitawataja majina watu wote. Na kuna wengine ambao wanawaunga mkono wanasiasa? Mimi sijui, siwezi ongelea mambo ya watu sana, lakini najua cha lazima hapa ni kuongea mambo ya vita na mambo ya fro hapa kwenye sietu huko. Na majuzi hapa mlipigana sana Katongo, wananchi wakafikiri kwamba kwa kweli VDP na FARDC wanaingia Uvira, lakini ghafla ikasikika tena mmerejea Makobola. Hatukurejea Makobola. Hapa unaniona. Kama unaniona hapa, yani vikosi viko mbele zaidi. Unaponiona hapa, mimi ni kiongozi, mimi ni msemaji. Sitakaa hapa, sikae kwenye shamba la mapambano. Unasikia hizo bomu zenye uko nasikia. Hizo bomu haziko hapa Makobola. Hiyo mortier banaita ni mortier 120 mm. Na 120 mm inaweza ikaifike hata fasi kwenye kuko 12 km. Inaweza ikaingia. Sasa ukiangalia hapa kwenye mimi niko na Uvira ni kilomita ngapi? Ni chini ya kilomita 12. Ukiangalia vizuri. Ni kusema hapa kwenye niko na Uvira unaestimate vile na ile mortier yenye uko nasikia saa event. Ni kusema iko mbali kidogo. Sio hapa Makobola hapana. Na kama unasema tulipigania Katongo, hatukurejea. Mpaka sasa hivi Katongo na Kigongo ndio kwenye kuko fro sasa hivi. Na ukiangalia kwenye tuko tunapigania ni juu kidogo ya Katongo. Sababu unajua vita ina mbinu za kwake. Katongo ndio kwenye kuko fro. Hatukurejea hapana. Lakini mikataba pia mtakuwa mmeikeuka, sababu imesemwa kwamba Uvira FARDC wazalendo msirejee Uvira, M23 iondoke, na kuna video zilizoonyesha kwamba M23 imetoka, licha kwamba wananchi wa Uvira wanasema wanawahona baadhi ya M23 pale. M23 haikutoka na M23 haina malengo ya kutoka. Unasikia hizo bomu ni kusema kuko operation, ni kusema kuko vita. Kuliko kutoka wanataka kuendelea. Ni kusema hakuna mawazo ya M23 kutoka Uvira. Ndio wako sous pression ya communauté internationale, wako sous pression ya ma grande puissance sawa vile États-Unis d'Amérique, mais hawana malengo ya kutoka. Walisema walikamata Uvira kwa nguvu na wanapaswa kutoka kwa nguvu. Na ndio maana na sisi tunasema hapa mpaka kieleweki. Na mkiambiwa kwamba mrudie nyuma, msipigane, msiingie Uvira, mrejee Baraka, hatuwezi tukarudie nyuma.
Hakuna mtu mwenye yuko na ile uwezo na hakuna mtu mwenye yuko na ile haki ya kuturudisha nyuma, haiko. Kwenye mitandao ya kijamii taarifa zinazunguka kwamba mmekatazwa msiendelee mbele. Hizo taarifa tayari mnazo hapa kwenye shamba? Hatuna taarifa za kusema sisi tusiendelee mbele. Hapana. Sisi kinachokuwa hapa ni kusema tugomboe maeneo ambazo zinakaliwa na adui. Basi. Mumelaumika nyinyi pamoja na FRDC Makobola kwamba mumepora hospitali, mumebaka wanawake, na wale wanaobaka je, mnawajua na hatua gani mnakuwa mnawachukulia? Unajua wakati sisi tulitoka Uvira, kwanza mimi hapa Makobola ni nyumbani. Mimi niko kijana wa hapa, na kusema sisi kama vile viongozi wengi hapa ni watoto wa hapa. Kuruhusu mabaya itendeke katika huu mji wa Makobola ni mambo ambayo yawezekane, na unajua ya kwamba hii mwingine na historia ya masakri. Hatuweze pendelea kabisa mambo mabaya tena yatokee katika mji wa Makobola. Ni kusema kama wanatosha habari ya kwamba wazalendo ndio walifanya vitendo vya ukatili hapa Makobola, wanadanganya. Si jambo la ukweli. Unajua Uvira wako na bakana, wako nafanya ubakaji, Bukavu wako nafanya ubakaji. Maeneo zote ambazo M23 iko bad RDF ziko wako wanafanya vitendo vyenye haviwezekani. Ni kusema wakati walifika hapa sisi tunawafukuza hapa kwa hospitali, ndio kulikuwa ngome. Hii hospitali hapa Makobola ndio kulikuwa etat major wakati tuliwafukuza hapa. Ya wanani? Ya M23 bad RDF. Hii masomo yenye kwa hapa juu kulikuwa position yao. Na tulikuta madawa zote ambazo zilikuwa mule ndani ya hospitali, wao walikuwa walishachukua zote. Na zingine zimezama ndani ya gari hapa. Ukitaka kuingia Katongo wakati walikuwa wako wanaenda wanakimbia, kuko gari inazama, unataka ingia Katongo. Kuko gari imezama pale. Pale kwenye mitumbu inakuwa ina watu walikuwa wanapakia mitumbu. Kabla hujafika pale, kuko gari inazama pale. Ile gari inazama na madawa ambazo zilitoka ndani ya hospitali. Ndani ya hospitali hapa Makobola, hapa Iamba. Ni kusema wakati wao walikimbia, walienda wanapia hizi dawa, wakataka kukimbia nazo kwenda nazo Uvira. Mungu naye ni hivyo. Mungu naye hakutaka waende na zile dawa. Hizo dawa zinazama mugari yao na pamoja na chakula ndani ya maji hapa mtu kabla hajaingia Katongo. Ni kusema sisi hatukuiba dawa wala hatukutoa dawa ndani ya hospitali. Wenye walibeba dawa ni M23 wakati tunafukuza hapa wakakimbia nazo. Na waliacha wanafanya vitendo vya ajabu. Unajua ni kawaida yao. Ni kawaida yao kufanya ubakaji, ni kawaida yao kuua watu, sio mambo ya kusema sana wewe peke yako unajua. Naam. Wataalamu wanatuambia kwamba unaweza ukashinda uwanja wa vita, hujashinda vita vyenyewe, make gagner la bataille c'est pas gagner la guerre. Ina maana mpaka sasa hamjakata matumaini kwamba mmeshindwa na vita. Hatujashindwa na vita kwa sababu tutashindwa na vita kivipi? Unajua tunapigana na vita. Nilikwambia kama kwenye tulimtoa adui na mpaka kwenye tuko tunaenda tunamsogeza mpaka sasa hivi adui amekuwa mu defensive, anakuwa mkuchunga mwingine wa Uvira. Kama unaangalia vizuri au nikuelezee, saa hii adui amechunga mji wa Uvira, sisi tusiuchukue. Na sisi nasi tunataka nini? Tunataka tuchukue mji wa Uvira. Kuna tofauti. Yeye amekuwa mu defensive, sisi tunakuwa mu offensive. Tunasogea mji wa Uvira, yeye anaprotege mji wa Uvira. Licha na kwamba ameambiliwa atoke katika mji wa Uvira, na sisi tunamwambia ondoka ndani ya mji wa Uvira. Yeye anachunga mji, sisi tunataka tunasogea mji. Tunatoka huko hivi tunakuwa karibu na mji. Uliza mtu wa Uvira atakwambia leo hii bombe yenye nalia hivi, mtu wa Uvira anaisikia hivyo, inalia kando mwa mji wa Uvira. Ni kusema sisi tunasogea mji, aturudie nyuma. Kuna kuko progression yetu, mais hakuna progression ya adui. Kuko repli ya adui par rapport na kuishiwa nguvu. Ndio tunasikia maramforo zake zinakuja. Kuna wengine wanatoka Goma, wengine wanatoka Bukavu, wengine wanatoka Lumangabo, wanatoka wapi, wanakuja kupigana na sisi. Lakini wenye tulitoa hapa au kuko wachache. Wenye tulitoa hapa kwenye unanikuta hapa Makobola hawakuwa wachache, walikuwa wengi. Zamani mlikuwa wachache, kwa leo mko wengi, vikosi na vikosi. Tukiangalia ngome na ukuta uliokuwepo pale Luvungi, walio wengi wa kutegemea kwamba Uvira ingeanguka. Na kwa leo mko wengi kabisa, tunaona vikosi vya wazalendo, tunaona vikosi vya jeshi la taifa, lakini
nyinyi ambao mnakuwa mnashambulia kutaka kuchukua mji offensive hamsongi? Wakati kabla wayakamata mji wa Uvira, unajua miezi yenyewe walifanya kusudi waingie Uvira. Sisi tuliingia Ruvungi mwezi wa pili, ndio tuliingia Ruvungi. Lakini ukikumbuka walikamata Uvira mwezi gani? Wanakamata Uvira hapa nyuma. Tunafanya Uvira, sisi tunafanya Ruvungi miezi na miezi, tunafunga pale. Ni kusema, si kusema wakati unaanza vita na ndio wakati unaweza maliza. Hapana. Na wao vile nao ni watu vile wenye tuko tunaenda tunawasukuma, tunaweza tunaongeza nguvu, na wao wanaongeza nguvu mpaka kieleweki. Lakini kusema kwa sababu tuko na apu popular. Unajua raia ya Uvira wengi walikuwa wanawaza wakombozi ndio wanakuja. Sasa hivi watu wa Uvira wanajua, wanaona ya kwamba ni wavamizi ndio wanakuja. Sababu watu pale wanakuwa wa esclave. Watu wanakuwa watumwa. Sasa ni tofauti na jinsi walikuwa nafikiria. Na watu wengi walichangia sana kwa mji wa Uvira kuanguka. Lakini kwa sababu raia ya Uvira inaanza kutuita aseme mkuje mtuokoe, ndio maana unaona tuko mbioni kwa kwenda Uvira. Tunakaribia mwisho, pengine neno lako la nyongeza ambalo ungetaka kuwekea mkazo zaidi sana ili mataifa yanayokufuata hivi kupitia runinga wapate kutambua. Niko na message ya kwanza raia yetu kwanza ya teritoria ya Fizi, ya Uvira na Kongo yote kwa jumla. Ni kusema hii vita yenye tuko nayo, kama vile nilisema, wasiwadanganye kama ni vita ya Rais Tshisekedi, kama inaenda kumuondoa Rais Tshisekedi madarakani. Wasiwadanganye. Hiyo ni message ambayo napenda kuambia raia yetu. Hii vita ni vita ambayo inakuja kunyang'anya nchi yetu. Hapa majuzia Kagame amefanya hotuba Moscow pale Risi. Amesema ya kwamba kama yeye yuko ndani ya Kongo, ni kusema anadeklare udongo wao ambao mipaka ilikamata udongo wa Rwanda ikapeleka Kongo. Hiyo ni cause profonde ya vita. Selo yeye Kagame. Na ndio maana mimi ninasema ya kwamba hii message napasha kuiambia wakongomani wenye wako upande wa serikali, na napasha kuambia pia ndugu zetu wakongomani ambao wako ndani ya M23 bara RTF. Sababu unakuta kuko agenda mbili zenye ziko tofauti. Corneille Nangaa iko kule, Bertrand Bisimwa bien sûr ni wakongomani, ni maetiketi ni wakongomani wako kule. Lakini kama mwenzenu mwenye anakupa msaada wa risasi, mwenye anakusaidia askari, anakuambia ya kwamba yeye anakuja kudeklare udongo. Sasa wewe unadeklare madaraka. Mko na utafauti wa mawazo. Na ndio maana ninapenda kusema ya kwamba wakongomani wote wenyewe wako ndani ya M23. Tunapenda kuwaambia watoke ndani ya M23. Watoke ndani ya M23 kwa sababu wanauzisha nchi yao bila kujua. Wanapana udongo wao bila kujua. Sababu mwenzao anataka nini? Mwenzao anataka kuchukua udongo wetu. Hiyo ni message. Vita haiko vita Rais Tshisekedi. Vita haiko vita Rais Tshisekedi. Na kama haiko vita Rais Tshisekedi, ni kusema tupigane tuokoe nchi yetu. Nchi isiende. Niko pia na message kwa FRDC. FRDC iko nguvu. Watu wasichukulie FRDC kama vile walikuwa wanaiona zamani. FRDC sasa iko determiné, na pamoja na sisi tutatumika kazi, na pamoja na sisi tuko tunaendelea kutumika kazi ili tuendelee kwa cha lazima tuwe kimoja. Kuko pia ndugu zetu wa Kongomani wa askari ambao wako ndani ya M23 bara ADF. Tangu tuanze hii vita hapa, mko mnaona mateka ambazo tuko tunaripotia. Kuko watu ambao wako na jileta wanakuja, wenyewe walikamatwa Goma. Wakati Goma ilianguka, kuna jeshi la FRDC lenye lilibakia mu aeroport. Wengi walipelekwa Lumangabo ku centre de formation. Na wakati wako nakuja huku, wako na jileta wao peke, tunawachukua. Tunawapeleka kwa etat major general ya FRDC. Wengi walishafika Kinshasa. Ni kusema tuko tunapenda kuambia ndugu zetu wale wenye walikuwa wa FRDC wenye wako mu M23. Kama wako ndani ya ile vikosi ambayo inatoka Goma au inatoka Bukavu inakuja Uvira. Kama wako ndani, tunawasubiri wakuje watumikie nchi yao, wasitumike na adui. Adui ana malengo ya kunyang'anya nchi, na wakiendelea kumsaidia ule adui wanapana nchi yao bila kujua. Tunawasubiri, tutawapokea bila shida yoyote. Lakini pia wazalendo wote ambao wako ndani ya shamba la vita, unapoona ndugu yako mkongomani ameweka mikono juu,
anasema mimi ni Mkongomani, mimi nilikuwa FRDC wakanishika mateka, mimi nilikuwa FRDC nikakuwa hivi. Chukua huyo mtu, ukuje kumripotia hapa, tumpeleke kwa ukubwa wetu. Hiyo ni kusema wa ndugu zetu wote wenye kwa ndani ya M23 wao Wakongomani, milango iko wazi, mkuje. Edaye matrikile zao zingaliki, zingaliki. Wale wote ambao tuliwapokea hii masiku, wengine tuliwachukua hapa Kasekezi, wengine tuliwachukua hapa Ngalula, wengine tumewachukua hapa Umbilima ya Katongo, hapa Kito, tumechukua wengi tu. Wote sasa hivi wako vizuri. Walifika hapa tukawapa manguo, tukawapa na viatu, tukawapa viatu. Na hivi sasa hivi wako Kinshasa na wako encadre na wanaambiwa ya kwamba makuta wako wanafanya, wanafika na makuta yake na anaipewa. Kwanza yuko anapewa ariere, yuko anapewa na miezi yake yenyewe ilipotea wakati alikuwa mwili wakati wa shida. Sababu kule kuko shida. Kule kwa M23 basiwadanganye, ile madiskuri ya propaganda basiwadanganye. Hizo hao watu wa ndugu zetu wenye wanatoka kule, ndugu zetu wa Kongomani wenyewe wanatoka kule, wanatuambia hivi: kama huko askari wa Kikongomani, askari wa Rwanda akifika kwenye mko mnakula chakula, anawatemea mate ndani ya chakula, anakamata mate anatema ndani ya chakula, na anawaambia bukule. Anakamata chakula, anamwanga chakula cha watu wa Kikongomani, anamwanga chakula, anawaambia nyinyi mko imbwa, mnapaswa kukulia chini. Ni shida. Wako wanapigwa fimbo, viboko saa zote. Hawana droit ya kupoze question. Hawana droit ya kusema ninachoka. Ni kusema kule ni esclavagisme. Makazi zote tofauti na vile walikuwa wanasema. Makazi zote, kama una ndugu yake ya Sultani Makenga, hautapata kazi Goma. Hautapata kazi Goma. Ni esclavagisme. Ni kusema watiwadanganye ndugu zetu wote wenye wako kule, tunawasubiria wakuje, mikono iko wazi, tutawapokea. Hakuna mtu mwenye atawasumbua. Niko pia na message ku ndugu zetu ambao wako wanaendelea kusensibilize wa vijana waende ku M23 bara RDF. Ni kusema waachane na hilo. Tulishajua fulani na fulani, sitawasema majina sababu ni mambo ya usalama, lakini mtu ambaye tutamshika muizi maeneo atapata shida sana, tutamhukumu kama vile sheria ya Kongo inasema. Nitapenda kugusia kuko pointi ya kuhusu maji hapa kutoka Uvira. Unaona kuko bato au maboats, mapirogue motorisé zinatoka Uvira zinaenda Baraka, zinataka kutoka Baraka ziende Uvira. Nilipenda kuprofite hii occasion nibambie ya kwamba hii maji sisi tunaifunga. Hatutaki nyingine message ambayo ninataka kuwapatia. Hatutaki kuona boti au bato inatoka Uvira inaenda Baraka, au inatoka Uvira inaenda Kalemi, au inatoka Uvira inaenda Mboko. Au hatutaki kuona bato au boti inatoka Mboko, inatoka Baraka, inatoka Karamba, Ubwari, inatoka Kalemi, inaenda Uvira. Maji kabisa tunaifunga. Na ndio maana tunaambia raia ya Uvira hivi, wale wa armateri wa maboti wa mabato wenye wako Uvira na wenye wako Baraka na wenye wako Karamba, wenye wako Mpreskili ya Ubwari, tunawaambia kama maji hakuna boti wala bato yenye itaenda Uvira, na hakuna boti wala bato yenye itatoka Uvira kwenda Baraka. Maji tunaifunga kabisa. Sababu tunafunga kwa sababu ya usalama. Kwa sababu ya usalama. Boti itatoka Uvira, ni raia ndio bien sûr, lakini atuhakikishe ya kwamba eski ni raia. Ile ni kitu cha kwanza. Cha pili, hatuna uhakika wa usalama. Atanyanganywa mumaji, au utajua kama ni M23 au ni wazalendo au ni wanani wamefanya kitu kibaya. Na ndio maana kwa hii wakati tunakataa kwanza movement ya mumaji ya kutoka Uvira au kwenda Uvira. Tunaikataa kabisa, ni kusema tunahofia usalama. Na mtu ambaye tutamshika kwa hii wakati, ambaye anatoka Baraka, anatoka Karamba, anatoka wapi, anaenda Uvira, mwingi tutamshika, boti yake tutaichukua, itakuwa na kazi ya kupeleka maaskari mafasi ambazo zitakuwa zinahitajika. Tutashusha watu wanafungwa, na boti tunaichukua au bato tunaichukua, inakuwa na kazi tu ya kutumika kazi ya serikali. Na waza watu wananisikia, watu wa Uvira wananisikia, watu wa Baraka kupitia media wananisikia, na watu wa Kongomani wetu wananisikia. Watu wasilaumu. Hiyo hatua itaanza tangu siku gani? Hii hatua inaanza tangu sasa hivi. Hatua imeanza tangu sasa hivi. Tulikuwa tulifanya, lakini hatulikuwa hatu ya biofficialize. Ni wakati mimi kama vile msemaji wa Wazalendo Msikivu ninavisema
ina maana ya kwamba ni order ambayo inatoka ngazi za juu. Tumekataa kabisa boti kutoka Uvira, bato kutoka Uvira kwenda maeneo ambazo sisi tunakonta. Tarehe make ukisema leo ambapo tufuata kesho atafikiri tukisema leo hapa tuko ni tarehe hapa tuko saa moja na minute 14 hapa tuko siku ya 6 yaani samedi le 10 janvier 2026 ndio leo. Nando hapo kabisa. Nando hapo tunakomea hapa. Tunasema ya kwamba tunakaza, tunasulinye. Tunasema hakuna bato itatoka Uvira iende Baraka. Au kutoka Baraka kwenda Uvira. Au kutoka Uvira kwenda Presqu'île ya Ubwari au kwenda Kalemi. Tunakataa. Au kutoka Kalemi kwenda Uvira. Tumepiga marefuku. Nawaza mko mnaona mare yetu. Hiyo mare yetu hivyo sasa hivi wako wanaweka mazutu ndani ya mashini zao, waanze doria. Wasione kabisa chombo kinatoka huku kinaenda huku na kinatoka huku kinaenda huku. Ni mambo ya usalama, hatutaingia ndani zaidi, lakini ni mambo ya usalama. Kwa ngazi za juu sasa mmefikiriaje kuhusu njaa kwa wananchi, mzunguko wa chakula? Mzunguko wa chakula ni kusema wakati wa vita ni shida. Vita ni shida. Vita hautasema wakati wa vita utashiba saa zote. Ni kusema tuangalie mwa huu muda kidogo kama mambo itatembea namna gani, lakini kwa kuhusu usalama tunasimamia kwanza pale. Kwa kumalizia ninashukuru kwa sababu mmekuja kutuona, ijapo mmefika ndani ya Afro na ninaona mlilala na njaa, lakini ni mambo ya kawaida kwa sababu nyinyi ni watangazaji. Lakini pia mliteseka sana. Mliteseka sana na sijui kama mmezoea kusikia mabomu, lakini mmesikia mabomu. Asante sana, lakini pia nawashukuru kwa sababu mmejipa muda wa kuja kutuangalia ndani ya Afro na ni eneo ambayo iko complex, iko complicated. Wabwela Mwila Dalton, tunakushukuru kwa muda wako. Asante, na mimi njoo nawashukuru zaidi sana. Tunakutakia kila la heri. Asante baba.